Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ningependa kushare na wasikilizaji na watazamaji wa chaneli yangu, hasa wale Waswahili au wanaozungumza Kiswahili, kuhusu habari na elimu ya uchumi. Moja kwa moja tunakwenda kutazama madkhal al-iqtisadi, maingilio ya uchumi. Tufahamu kwamba uchumi ni moja katika elimu za jamii ambazo zimeanza tangu kupatikana kwa binadamu katika ulimwengu huu. Habari ya uchumi imeanza, lakini kuna tofauti ule wakati wa baba yetu Adam na Hawa na watoto wao, na kila zama zilipokuwa zikiendelea zikibadilika, basi mtazamo wa uchumi ulikuwa unabadilika. Lakini uchumi umeanza tangu kipindi hicho. Kwa sababu ukirejea katika hadhara za zamani zilizopita, katika wakati wa Al-Yunani, kipindi hicho wao ndio ni watu wameendelea katika ulimwengu, ilikuwa uchumi unafanya kazi na inajulikana kama ni uchumi wa nyumba. Kwa sababu ukitazama katika vitabu, kama huyu mwandishi hapa mmoja akazungumza, kasema kwamba anna al-mafhum ay mafhum al-iqtisadi, mafhum ya uchumi, kana fi al-usur al-qadima حيث يمكن الاعتبار تعريفه من اللغة اليونانية. tunaweza tukaizingatia kubainisha katika lugha ya al-Yunani al-abraz حيث ارتبط ارتباطا وثيقا بالحياة اليومية للأفراد. kwamba tukichukua neno laki katika zama za hii nchi ya Al-Yunani, zama hizo wao walikuwa wanauzungumza uchumi kama ni shughuli za nyumba, shughuli za ndani ya nyumba, kwa kutumia neno oikos kwa lugha ya Kilatini, na vile vile likiwa na maana almanzil, lakini vile vile kutumia neno atahakkum au alirada nomia, ikiwa na maana atahakkum au alidara, ikiwa na maana atahakkum au idara. حيث بعدها تشكل المفهوم الحديث, baada ya hapo ikatengenezeka ile ufahamu wa kisasa, wa huwa oikonomia mubtadi'an biidarati shu'uni almanzil, kwa kuanza kuendesha shughuli za ndani ya nyumba, wa mutawassi'an liyashmal shu'uni majmu'atin min alafrad. Jambo hilo likatanuka mpaka kuwa kwamba ni jambo ambalo linaweza kuendesha watu kuanzia 4, 5, 6, 7 mpaka kuwa 10, 20 mpaka kufikia dola nzima. Kwa hiyo tukichukua uchumi wa nchi kwa kulingana na mazungumzo haya na uchumi wa nyumba, kwa maana uchumi umeanza ndani ya nyumba au uchumi unaanza ndani ya nyumba, maana ni kushughulika na mahabari za shughuli za ndani ya nyumba
na jinsi ya kuziendesha ziwe katika hali ya wastani, ziwe katika hali ya kati na kati, zisiwe dhaifu wala zisiwe zinaharibika, ziwe kati na kati. Na uchumi wa nchi vile vile unatakiwa uwe hivyo, wasat. Na hata neno lenyewe al-iqtisadi katika lugha ya Kiarabu maana yake ni at-tawassut. Miongoni mwa maana zake ni kufanya kitu kuwa katika hali ya balance, kwa lugha ya Kiingereza tunasema. Ndio maana ukaja ukitazama Qur'an, kuna maelekezo mengi ya jinsi ya kutumia vitu ambavyo Allah ameturuzuku, na akafundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata katika hali ya kutaka kutoa sadaka lazima uwe unatoa kati na kati. Usikae bila kutoa, yani usiwe bakhili, wala usitoe kila kitu. Antakuna wasatan, uwe ni mtu wa kati na kati, balance. Allah anasema katika Qur'ani kwa kuwasifu wale waislamu wacha Mungu, walladhina idha anfaqu, na wale ambao wanapotoa, lam yusrifu wa lam yaqturu. Ai hapa idha anfaqu, watakapotoa kutumia, manake kutumia wao au hata kama kuwapa watu, walam yaqturu wa kana baina dhalika qawama, ai wanakuwa katika baina wa baina. Na aya nyingine Allah anasema vile vile kumwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala taj'al yadaka maghlulatan, wala usifanye mkono wako kuwa ni maghlul, yani hautoi, ni bakhili, hausaidii watu, ila unuqik, wala tabsutha kulla albast, wala usitoe kwa kila chote, ukatoa ukawapa watu chote, wewe usibaki na chochote, fataquda maluman mahsura. Kwa maana hiyo tunafahamu nini hapa? Hapa tunafahamu kwamba uchumi maana yake hasa ni kucontrol zile mawarid ambazo tunazo, ili kuzalisha kitu ambacho kitanufaisha binadamu, lakini katika hali ya wasat, kunufaika binadamu na kwa kutumia shida zake katika hali ya kati na kati. Tuangalie hawa watu wa uchumi kwa upande ambao si wa Uislamu, watu ambao sio uchumi wa Kiislamu, wamesema nini kuhusu uchumi. Kuna taarifu nyingi, kuna definition nyingi kuhusu uchumi, lakini tuangalie japo 2-3 katika hizo. Moja katika hizo ni definition ya mmoja katika mtu wa iktisadi maarufu ambaye anaitwa Adam Smith. Anasema katika kitabu chake kinachoitwa Thawratul Umam, ambacho amekiandika mwaka 1776, kwamba uchumi kasema hapa kwamba uchumi nini? Bahthun fi tabi'ati thawratul umam wa asbabiha, biannahu al-ilm alladhi yakhtassu bidirasati alwasail, ni elimu ambayo inashughulika zinawezesha taifa min an taghtania, ili liweze kutajirika. Hiyo ndio taarifu ya huyu Adam Smith. Tutakuja kuziangalia taarifu nyingine za maulama wengine katika klipu inayokuja. Shukran, barakallahu fikum. معكم محمد صالح الجمعة.